Today tuko hapa na mimi ASB Louis the Boy aka Mr. Important Black English himself. Tuko hapa leo, tumekutana kabisa special interview na mwanangu kabisa kutoka Zanzibar Comedy Club. Ni platform pekee ambayo hapa Zanzibar inawakutanisha comedians mbalimbali kutoka Tanzania bara na visiwani, ambao wao wanakuwa wanahusika zaidi na kuburudisha watu juu ya vichekesho. Na vichekesho sasa ni kazi kama kazi zingine, na kama unavyoelewa hawa ndio wahusika wakuu, na leo tumekutana nao katika mic zetu za Dance Beats TV. Hapo unapotuona tutapata kuelewa vitu vingi ambavyo vinaendelea katika hii kazi ambao wao wanaifanya. Na wewe kijana wa Kitanzania ambaye uko nje ya mipaka ya hii sehemu ambayo tuliopo, hawa ni wadau pekee ambao wewe mwenye kipaji cha comedy labda ungehitaji kujoin na kujumuika nao, basi hii ndio sehemu na ni mahususi kabisa, na ni fursa pekee kwa wewe kijana mwenye kipaji cha comedy na vitu kama hivyo kuweza kuelewa na kutambua nini wanafanya hapa Zanzibar. Kwa hiyo nafikiri ni chance nzuri kwa wewe mwenye kipaji kuweza kujua uanzie wapi kama hauna idea wapi uanzie. Na leo luckily tumekutana kabisa na mhusika ambaye yeye ni founder wa Zanzibar Club Comedy. Kwa tutapata kujua historia ya Zanzibar Comedy imeanzia wapi na wapi walipoanzia na mpaka leo hapa walipofikia. Na hivi juzi tulitoka kutizama show moja kabambe na kubwa sana ambayo ili combine watu mbalimbali, international comedian kutoka Australia. Yaani sio tu Zanzibar au sio tu Tanzania bara, ni mpaka away, sisi tunagonga hadi overseas kule. Kwa join us, nafikiri kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho utapata kufahamu nini ambacho wao wanakifanya na hii issue iko serious kiasi gani. Kwa karibu sana, mwanangu atajitambulisha majina yake hapa, na mimi sina mambo mengi sababu mimi ni mtu ambaye napiga story, na kama unavyoelewa Dance Beats ma story, tuko hapa kwa ajili ya kukuletea watu kama hawa ambao wanafanya sanaa mbalimbali za maonyesho na vitu kama hivyo. Na hii ni moja ya sanaa pendwa sana hapa Tanzania kwa sasa, ambayo ina jina kubwa na inakuja kwa kasi sana. So karibu sana mtazamaji, tuko pamoja na uungane na sisi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho. Brother, mambo vipi kwanza? Fresh kabisa. Labda kwa majina yako tungependa kufahamu, na watu wanaokutazama sasa kupitia Dance Beats TV wapate kufahamu kwamba wewe ni nani na unajulikana kwa majina gani? Mimi naitwa Amil Mafta, Amil Abdul Mafta ndio jina lilopo kwenye passport. Amil Mafta ndio jina ambalo naitumia kwenye stage, au Mafta. Ndio jina ambalo naitumia kwenye stage. Okay, Amil Mafta. Wewe Amil Mafta, labda umesema ni jina unalotumia kwenye stage. Labda unaitumia vipi kwanza? Naitumia as a comedian, kwa sababu mimi pia ni stand up comedian, na ndio jina ambalo nalitumia napoenda stage. Host atatangaza give it up for my man all the way from Zanzibar, Amil Mafta. That's ndio jina linaonipa chakula mimi kwenye stage, lakini baada hivyo ndio jina langu mwenyewe. Kwa hiyo sikuona haja ya kuwa na nickname au kuwa na jina jingine. I love to be me. Okay, Amil Mafta, umesema ni comedian. Labda tungetaka kujua, labda sababu tunajua comedians wengi ambao labda saizi wanajulikana, wanatambulika, na tulishaona kwenye challenge mbalimbali au katika mashindano mbalimbali ya comedians, na mpaka saizi kuna wengi wana platform kubwa na wana majina makubwa, lakini labda wengine wanaweza kuwa wanamuona tu Amil Mafta, wamjui Amil Mafta kaanza wapi, na labda leo hii ndo wanamuona katika Dance Beats TV. Labda vipi, unatuambiaje Amil Mafta ni nani, background yake alipoanzia na komedia yake na vitu na kila kitu, yani kiujumla ambacho yeye anakifanya kwenye sanaa hii? Amil Mafta nilianza career ya stand up comedy rasmi ilikuwa ni mwaka 2017 mwishoni, 2018 kwenda 19 katikati. Nilianza kabla sijaingia kwenye comedy. The fun things, I was rapper. Nilikuwa na rap sana, natokea Mwanza. Kwa mtu yote ambaye anatazama Dance Beats TV anawajua watu wa Mwanza wengi, yani wengi tuna rap, tulikuwa na uwezo huo. Kwa hiyo mimi kwenye ukuaji wangu nilikuwa najiona kama rapper, nitakuja kufanya muziki. Na paka nakuja Dar es Salaam, naingia naenda da nilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kupursue my dream as a musician, as a rapper. Nilikuwa naangalia kina Yankila au kiangalia kina Manengo au ndo kwa jito Young Lafa. Ni vijana ambao tulikuwa nao kwenye hela moja. So nakumbuka nilienda FDQ, alikuwa na hii session inaitwa open mic Thursday, iko na Luka Kraus.
So nilienda hiyo siku kwenye open mic Thursday na nikajisign up as a cypher rapper wale kwenye cypher. So hiyo siku mimi ndo nilofanya comedy licha ya kuwa nilijisign up as a cypher kwenye ku freestyle. Okay, I have this hint na zile hint ndogo ndogo ambazo unaweza mimi ndo huwa naziangaliaga na connect nasema okay, kwa nini leo hii nikuja kufanya comedy. Nilikuwa ni rapper lakini nilikuwa napenda comedy, hasa stand up comedy. Nilikuwa naiangalia sana hii comedy ya Kenya. Ni kitu ambacho nilikuwa nakiangalia na hisi mimi mwenyewe nakiweza. Nilikuwa nahisi kwenye moyo kwamba hichi kitu I can do it, lakini I am rapper, I can do it kwa sababu siwezi kufanya na nilikuwa sijai kufanya. So ile siku niko zangu kwenye open mic Thursday ile ya FDQ. So unajua cypher watu beat ni moja, watu wana flow ile duala kwa zamzam. Hapo alikuwepo Maarifa, bado ni wa moto sana. Kulikuwa na Kiafrika wanatokea tamaduni au vijana tamaduni. Kulikuwa na G-Boy kama anatazama atakuwa anakumbuka hiyo siku. So wasela walipasua sana, yani wamelipua sana na wamekiwasha sana. Sasa hivyo fika maitani nikamwambia host, bwana mimi am doing comedy. So wakawa wamenitoa, kama unafanya comedy kwa nini kwenye comedy? FDQ akasema okay, sababu is open mic, we have the session ya comedy, tutampa time ya comedy, ikifika hafanye. So ile siku mimi ndo wakati nasubiria time ya kufanya comedy, nilienda kaa chimbo kana angalia show ya Mamito, nakumbuka kwa Mamito na Professor Hamo yule wa Kenya. Nimeangalia ile show, I'm worrying, scared, nimedanganya nafanya comedy. Alafu ndo nasubiliwa sasa hapo nije nikafanya comedy, kitu ambacho nilikuwa nacho au mpaka sasa hivi ninacho, na huwa na uwezo kuiga rafuzi baadhi ya makabila kama Wahaya, Wajaruo, Wamasai, Wachaga, Wasukuma. Hiyo naweza, yani naweza kuiga makabila yao. So nilichokifanya nichukua baadhi ya jokes za Mamito, baadhi ya jokes za Professor Hamo. Nilipofika on my turn nikaenda kufanya comedy, nikaperform jokes za Mamito lakini kwa tone ya Kihaya. Hiyo ndio ilikuwa siku yangu mimi ya kwanza nafanya comedy, na shika mic kuperform mbele za watu as a comedian. And guess what, it was like wow show. Ilikuwa ni show wow, and ipo na clip yake walirushaga ni Klaus kipindi kile. Baada ya hapo nikakutana pale nimeshuka kwenye stage, kulikuwepo na jamaa fulani anafanya mashairi, one of the best poetess in Tanzania, anaitwa Mr. Romantic. Akaniambia kuna stage ya stand up comedy inaitwa Cheka Tu. Sasa baada ya hapo ndo kesho yake nikakutana na Mr. Romantic. Ilikuwa kesho yake Jumamosi yake, ilikuwa Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi ndo nikaenda Cheka Tu kujiunga na Cheka Tu kipindi hicho. Ndio nilienda kujiunga pale nikakutana na mtu anaitwa Cray ambaye ni mdogo wake na Koi Mzungu. Mdogo wake na Koi Mzungu. Cray akaniambia hebu nisikize joke zako. Kama nimepiga zile joke zile za kina Mamito lakini lafuzi ya Kihaya. Akaniambia tunakuhitaji tukusikie wewe kama wewe. Yani we need you, and ukifanya comedy kwa sauti yako hiyo. Wewe unahisi kama sauti yako hizi kachekesha? Hicho kitu mimi niliondoka nacho. Nikasema I want to be me and kama comedian. From then nikana zuria rehearsal za Cheka Tu, najifunza comedy. Baada hapo nikaanza kupata baadhi ya nafasi ya kuperform, nikaanza kujijenga hivyo kwenye comedy. Nimeperform Cheka Tu, baadaye nikaja kuperform punchline. Kadri ninavyokuwa nikaja kuperform street comedy. Pia nikaanza kuandika na joke, baadhi ya comedian nilikuwa tunasaidizana kwenye kuandika jokes. I'm good at writing. Baadaye ndo nikaja kujigundua kama ni mzuri pia kwenye kuandika kwenye comedy kuliko kuperform, which also baada ya kukaa na comedians na pale Cheka Tu nikanishajifunza hadi kuperform, kuandika comedy, ndio nilivyojipata kama comedian. Maybe na my brother Hallelujah. Hallelujah ni mtu ambao mimi alininecha sana, alikuwa na mimi bega kwa bega. Kwa sababu kipindi kile mimi sikuwahi kufikiria kama comedy ni kitu mtu anaandika. Nilikuwa natumia memes. Nilikuwa naiba memes sana, ni jokes za watu na memes za watu, and I meet Hallelujah akaniambia no, hichi kitu sio kizuri kwenye sanaa sababu ni copyright za watu.
we need you, yani una story zako, hebu nielezee story zako. Nilikuwa namsimulia baadhi ya story zangu za maisha yangu ambapo this was a fun, akamwambia this is a joke, this is a comedy. Ndio pale nilivyojipata kama comedian. Okay, sasa baada ya wewe kujipata kama comedians, umetueleza safari yako kiufupi. Sasa leo tunakuona huko Zanzibar na tumekuona ukihost big show sana ambayo ni international, na wewe ndio ulikuwa kama msimamizi mkuu wa hiyo show, na sijui watu wangapi ambao walikuwa nyuma, lakini nilitambulishwa kwa kama msimamizi mkuu wa ile platform ambayo ilikuwa ikiendelea na wasanii wote, ulikuwa wewe ndio umepanga ratiba. Tupe safari kidogo kuanzia hapo ulipoanzia na ulivyotueleza kuanzia mwanzo hadi hapo mpaka kukutana na kina Haleluya na vitu kama hivyo. Baada ya wewe hapo kumaliza sasa hadi kufikia hapa Zanzibar, hii Zanzibar Comedy Show safari yake ilianzia wapi na ilikuwaje kwaje mpaka ikawa Zanzibar Comedy Show mpaka wewe ukawa ni host au founder wa hiyo platform? Mimi kwanza kwenye Zanzibar Comedy Club mimi ndo nimehost. I'm the host and managing director wa Zanzibar Comedy Club. Host, so kumlaz. I'm the founder. I'm the founder and managing director of Zanzibar Comedy Club. The host ambaye na host show ni Haleluya. He's the host of the show. I'm the founder and I'm the managing director. Safari ya Zanzibar Comedy Club mpaka kuja kuwa platform kama platform, it's a funny story. First, before kwanza mimi ni kwenye industry ya comedy nimekuwa sana kwenye uongozi sana, kwenye nimekuwa na watu wanao ndani his platform kama Mr. Evans Bukuku Punchline, thanks to my brothers, kwa sababu ni watu ambao ndio walikuwa wanatufundisha kwenye workshop zao. Licha ya kuwa comedian tu, unaweza ukawa something else nje ya kuwa tu comedians. Kwa nilikuwa nikiona jinsi wanavyo run platform kama Punchline, nimekuwa nikiona wanavyo run platform kama Cheka Tu, nimekuwepo nikiona watu baki wanavyo run, umeona, kiuongozi hata ki entertainment pia. Nilikuwa natamani kuja kuwa na mimi na platform ya comedy, umeona, lakini at that time I didn't take it serious, na wala sikukiona kwamba wapi itaanzia, wala hata mawazo ya Zanzibar yalikuwa hayapo. Nakumbuka 2022 nilihamishiwa kazi Zanzibar. Ni kipindi ambacho hiyo mwaka 2022 ulihamishiwa kikazi as a comedian au ulikuwa unafanya kazi zingine za kijamii? Nilikuwa nafanya kazi nyingine. Mimi kitu kingine ambacho mimi ni fundi professional mzuri sana wa UPVC na vioo. I'm very pro in glass, yani kwenye vioo, masuala ya vioo chochote ni mimi kwenye kioo undanganya. Kwa hiyo nilihamishiwa kazi ambapo nilikuwa nafanya kazi na kampuni fulani la Waturuki kwa huko Zanzibar. So kile kipindi nilikuwa katika kipindi ambacho mwanaume, unajua kuna wakati mwanaume anajiita mwenyewe meeting mwenyewe, sema okay, nimehamishiwa kazi Zanzibar, mimi ni comedian Zanzibar, hakuna platform yoyote. Labda platform ambayo iliwezaga kuja show ya comedy ambayo iliweza kufanyikaga ilikuwa ni Punchline, walikujaga kufanya show huko Zanzibar na yenyewe haikuwa wao show, unaona. Kwa watu wengi wana bad experience na Zanzibar kwenye upande wa comedian kwa kile kipindi ambacho kuwepo. So kile kipindi also nilikuwa bado niko broke, I need job. Kwa option pekee ambayo mimi nitasema nije Zanzibar kufanya kazi au ilikuwa ni kwamba nikatae kuja kufanya kazi Zanzibar, nibaki Dar nifanye comedy, au niachane na comedy nije Zanzibar kufanya maisha yangu ya kazi. I say thank you for the comedy, bye, I need to survive because mwisho wa siku watu tunahitaji pesa. Kwa hiyo nikaa comedy nimeweka pembeni, nimekuja Zanzibar kabisa as a professional technician. Kitu kikisha kuwa ndani yako inakuwa ni addiction. Nitasema mimi si perform, nimeacha comedy, lakini still bado nitatembea, naishi, nitaona jokes, nitakuwa naandika. Unajua hicho kitu ndio kilikuwa kinanifanya mimi nakasirika, kwa sababu nilikuwa na bado na mawazo comedic minds. Naona vitu, naona upuzi, naona nini, naandika tu, this is a joke, naandika. Kuna kipindi nikasema okay, kanishinda ile sauti, sema okay, siwezi kuacha comedy. Nikana narudi Dar, nikipata off au likizo weekend nitaenda Dar Punchline, nitaperform the jokes nilizokuwa naandika,
just having fun. Nikirudi zangu Zanzibar, mwisho wa siku hizo trip, naona Waswahili nasema trip mchanga, zinakuwa trip mchanga ni nyingi na zinamaliza hela. So kwa siku nikafikiria, nikasema kwa nini nisitafute sport ambao naweza nikawaita wanangu ambao ni comedians, tukaenda perform, then tuka have fun tu hivyo. So nikaenda kuna hoteli moja inaitwa Sharazadi ambao nilienda nikawaomba kwa ajili ya kwa tunafanya show 2023. Hiyo ndo Zanzibar Comedy Club ilipozaliwa. Ndo nakumbuka show yetu ya kwanza nilikuwa na Leonardo, nilikuwa na Haleluya, nilikuwa na Leonardo, Haleluya, nilikuwa na LJ, ni mdada fulani hivi ni mzungu Marekani. Nilikuwa na LJ, nilikuwa na Haleluya, nilikuwa na Bosco Magic, huyu ni kijana hapa Zanzibar. So our first show ilikuwa sold out. Yeah, That's wow. The first show was sold out and we had fun. Yani mimi mwenyewe unajua kuna ile hali unashangaa kweli, mbona yani mbona sio matarajio ambayo mimi nilitarajia. Baada hapo nikasema okay, anyway inaweza kuwa ni platform kama Punchline, inaweza kuwa platform kama Watu Baki, inaweza kuwa platform kama Cheka Tu, na nimekuwa nikiona ma brothers wakiandaa platform, na at the same time niko na mwanangu mmoja anaitwa Clayton Msosa, naye alienda Arusha akaanzisha platform yake inaitwa Arusha Comedy Club. So okay, I can do it. Ndo Zanzibar Comedy Club ndio ilipozaliwa kwa mara ya kwanza. Kwa hicho kipindi Zanzibar Comedy Club tukawa tunaendesha show. Tulianza show kuanzia mwezi wa 6 wa 7 mpaka mwezi wa 11 tulifanya show kwa hicho kipindi. Baadaye tukawa tumestop kufanya show. Na stop kwa sababu za financial, sababu Zanzibar Comedy Club was funding everything kutoka kwenye my salary. So nikajikuta the whole year, mwezi wa 12 unapiga mahesabu yangu ya mwaka mzima nilivyofanya kazi, nilichokiingiza nini, nikakuta tu nimespend kwenye comedy. Maisha mengine, tuna familia na wazazi na nini, I need to survive. Kwa 2023 tukawa nimepause, lakini tulipause kufanya show, tukaanza kufanya workshop za comedy kwa sababu we need Zanzibar tuna changamoto ya kutokuwa na comedians. Kabla ya kufika huko nitafika, nilikuwa ni swali langu ambalo nataka nikuulize, lakini nataka mbali na hayo yote ambayo umetueleza sasa, labda mtu anayekutazama, anayekufuatilia sasa kupitia Dance Beats TV angetaka kufahamu mbali na hizo changamoto ambazo umezieleza, labda ule mwanzo mlioanza nao na sasa hizi mwelekeo unauona kwa Wazanzibari, sababu tunajua hivi ni vitu vigeni. Labda Watanzania bara kidogo mambo ya comedy wanashangilia sana na tunaona wanaja kwenye kumbi za starehe. Vipi labda katika Zanzibari hapa unaonaje kwanza ule mwitikio wa watu? Unaona labda ukiandaa kitu ni concept kwa ajili ya local au ni unafanya kwa ajili ya international people tu ambao ni wageni wanaokuja kutembelea labda na vitu kama hivyo? Kwa jinsi nilivyoanza, nimeanza international. Kwa sababu local ingenihitaji niwe na power kubwa sana, niwe na nguvu sana, yani promote sana, niweze kuwa nature comedians. Ndio maana 2023 tulikuwa na lieso, tulikuwa na workshop kwa ajili ya kuwafundisha comedians hapa Zanzibar pia wajue stand up comedy kwa Zanzibar. Wengi wanaiona bara huko, wanaona labda Cheka Tu wamefanya vizuri, Watu Baki wanaona, lakini hawajai experience. Mbona kama kitu bado hujaki experience ni ngumu kukielewa, yani ndio maana unaona hata comedian. Ndio maana mimi mpaka leo hii still bado kwenye lineup yangu nakuta na comedian 5 kutoka bara, comedian 3 kutoka Zanzibar, na platform inaitwa Zanzibar Comedy Club, which it was supposed to be comedian 3 ndo watoke bara, comedian 5 wawe kutoka Zanzibar. Kwa nini inakuwa hivyo vice versa? Kwa sababu hata comedian wenyewe kwa hapa Zanzibar bado hawapo. Sasa kama comedian bado ni challenge, what about audience? Still hata wao bado ni challenge. Ndio maana sisi Zanzibar Comedy Club tulivyoanza, tulianza international, tulianza na stage ya watu international, kwa sababu tuna Zanzibar ina advantage ya wageni wengi, na wageni wengi wanakuja, they know about comedy,
and even them wanakuwa surprised, hey, kuna comedy Zanzibar, kuna comedy Tanzania, kuna nini, inakuwa kama hivyo. Lakini kwa sasa hivi moja ya goli letu ni kuwa na shows za Kiswahili, show ambazo tutagusa Mzanzibari, sababu mimi naamini dunia kama si Tanzania kwa ujumla wanahitaji kujua stories za Kizanzibar, ni stories za Zanzibar, stories za Zanzibar, kwa sababu kuna wengi mimi nimetokea bara, born and raised bara, nimekuja Zanzibar hapa. Perception ambayo nilikuwa nayo bara imekuja kubadilika kabisa na perception nilokuja kukutana nayo huko Zanzibar. Pindi niko bara nilikuwa naona kila mtu najua anaotoka Zanzibar ni Mpemba. Nimekuja bara nimekuja kugundua kuna Unguja na Pemba, umeona? Nimekaa Unguja nimekuja kugundua kuna watu wapaje, kuna watu wa Makunduchi, umeona? Hivyo vitu watu wanatakiwa vijue, ni watu wa huko nje wanatakiwa vijue. So watavijuaje? Hawezi kuvijua labda kwa kupitia labda Joti, kwa sababu ataigiza accent ya Kizanzibari. Ataigiza tu, hatoigiza accent ya Kizanzibari, ataigiza accent ya Kipemba, kwa sababu anajua Zanzibari ndio Wapemba, umeona? Kwa hatutopata ile test ya Uzanzibari wenyewe. So we need, ndio maana Zanzibar Comedy Club tupo na one of our mission ni kunature comedians wa hapa Zanzibar, ikusudi wao ndio waweze kuwa ambassador wa kutoa hizo story. Okay, sisi tunavyofahamu kuhusu comedy tunavyoelewa kwamba kwa sisi ambao kutoka, kwa mfano kwa upande wangu mimi au umri wangu au watu wengine au Watanzania wote kwa ujumla, tunajua kwamba comedy tunaitambua katika stand up comedy, katika maonesho yale ya jukwani au katika maigizo. Lakini vichekesho vya kukaa jukwani na kumfanya mtu acheke, hii imekuja sasa hizi, tulikuwa tunaiona zamani lakini haikuwa na importance sana kiasi hicho. Kiasi kwamba kwa sasa hivi watu tunaelewa kwamba comedy, unapozungumzia comedy na tunaona comedy imebadilisha maisha ya wasanii wengi ambao wanafanya comedy na vitu kama hivyo. Labda unaweza ukatuambia utofauti wa comedy ya kumchekesha mtu na comedy ambayo inaonekana katika maigizo kama ulivyomtaja msanii nguli kabisa wa tasnia ya uchekeshaji kama Joti. Tupo utofauti wachekeshaji, huyu anayeigiza katika movie na huyu anayeigiza katika kukaa na kuwachekesha watu. Comedy hiyo ina utofauti gani? Sababu nafikiri wao wote wanawafanya watu wacheke, lakini utofauti wake unakujaje na kumfanya mtu aone hiki ni kitu cha tofauti? Comedy, tukizungumzia comedy ni sasa unavyozungumzia mziki. Ukisema mziki hapo umezungumzia vitu vingi sana kwenye mziki. Kuna watu wanaofanya tarabu, kuna watu wanaofanya hip hop, kuna watu wanaofanya R&B, kuna watu wanaofanya zuku, umeona? Kuna watu hivyo ndio kama comedy. Kwenye comedy kuna watu wanaofanya stand up comedy kama mimi, kuna watu wanaofanya skiti ndio kina Joti wale, zile ni skiti. Utofauti labda kuna watu wanaofanya meme kama Mr Bean na Charlie Chaplin, watu ambao wanafanya meme kwa Tanzania sijui nani. Kuna watu kuna hizi animation wanaovaa vinyago hivyo. Kuna stage play comedy ndio zile zinazokuwa jukwaani live lakini wanaigiza, umeona? Na sisi stand up comedy, labda utofauti wa stand up comedy na skiti. Stand up comedy sisi ni art, ndio maana comedy ni ngumu. Kwa stand up comedy ni art ambayo ni ngumu sana, kwa sababu unajajiwa na audience pale pale wewe kuja kwenye show. Nadhani comedian ambao hakufanya vizuri, mapokeo yake ulimjaji pale pale akiwa stage, umeona? Tofauti na skiti nitakaa nitaandika, nitakuwa na shoot cut one, hii hamna, na bunch of my friend wako pale sasa, hii haifai, hii haitaki kwenda mjini, huwa tunasema hii hatuwezi kuipandisha, hii hamna, unaikata hii. Lakini stand up comedy wanakujaji pale pale on stage, yani una perform, kama una joke ni mbaya, wewe mwenyewe unaona kwamba audience ni hawa hapa, hawajacheka, wamecheka, show yako ni nzuri, show yako ni mbaya, unaiona pale live, yani hivyo. Huo ndo tofauti. Kwa labda una tofauti mwingine, comedy, stand up comedy inahitaji a lot of preparations, na pia ujijue wewe ni nani na ni aina gani ya mtu, hivyo yani.
Sasa kwa mfano tuchukulie katika ile performance ambayo tuliona, show kubwa ambayo mliifanya, ambayo mliojumuisha pia wasanii kutoka nje ya Tanzania, mipaka ya Tanzania, ambayo tunazungumzia ni Ulaya tena, na alikuwepo msanii wa comedy mkubwa sana ambaye ni Marcus, na ilikuwa bonge moja la show sana kiasi kwamba watu wengi walienjoy. Hem, tuambie maandalizi huwa yanakuaje kuwapata wasanii kama hao ambao ni wakubwa, ambao wanafanya comedy kiasi kwamba labda kutoka Tanzania hawafahamu, hawajui, lakini wanakuja katika show ambayo mnanyie mnakuwa mnapresent, kwa sababu nyinyi ni watu wa comedy, mnawajua wasanii wenu, mnawajua watu wahusika wenu. Inakuwa unatumia ushawishi gani wa kuwashawishi watu kuweza kuwaelewa katika watu ambao hawatambui kama huyu naye pia ni star katika comedian katika sehemu anayotoka? Mnafanya vipi hadi kuhakikisha kwamba ile audience ambayo mnaitegemea nyewe mwamuzi aweze kuuza ticket, mauzo yapatikane, na watu waweze kuelewa kwamba hii ni big show na watu waweze kuja kwa wingi? Mnatumia mbinu gani kuwafanya watu waweze kutambua kile ambacho mnachowaletea katika mauzo yenu ambayo mnaofanya katika hizo show? Cha kwanza kwenye maandalizi ya kuandaa, mimi nitazungumzia mimi naandaa show za hii show yangu ya Zanzibar Comedy Club. Ninavyokuwa naandaa show, labda kama let's say show labda nataka kuwa na show mwezi wa 10 hapo hivi, tayari najua kuna comedian wa kwanza nimlete nani, kwa nini ndo awe performer wa kwanza, performer wa pili, wa tatu, mpaka headliner. Umeona? Haya, kwa nini namleta huyu kwa headline? Kwa nini namleta aje kwa headline? Kwa ana uwezo gani, ana ushawishi gani pia, umeona, kwa watu. Tukija, sidhani kama nakujibu vizuri. Nakuelewa. Yeah. Sababu I'm trying to make kwa ni comedian gani namleta, afu kitu kingine labda ni promotion. Ukiwa promotion nzuri, sababu kuna kitu kimoja kiko trick kwa sisi tunaofanya comedy. Sawa, big names tunahitaji kweli, kwa sababu wataleta namba, lakini trick ni moja, mwisho wa siku to bring the big name, it doesn't matter, kwa sababu what is matter is the performance, na performance inajajiwa na watu pale. Unaweza kumleta big name akafa, asifanye vizuri, pengine kwa nini asifanye vizuri? Labda pengine kwa mandhari ya show, show hii iko hivi, inahitaji watu wa namna hii, umeona. Kwa you have pia ujue mandhari ya wewe ya show yako, ndio ujue pia ni target audience yako ni target audience gani. Kama mimi na target audience ambayo ni international, kwa audience wote ambao international wanaangalia, wanatufuatilia, na comedians ambao ni international wanatufuatilia. Kwa inakuwa ni kwangu mimi inakuwa ni wepesi hivyo yani. Okay, tumeona baadhi ya comedians Tanzania ambao soon tu walianza, tuliwaona katika movement zao walipoanza kwenye audition mpaka leo wamekuwa ni mastaa wakubwa, wamebadilisha maisha, wamekuwa na mandinga na magari, wameoa wengine na kuoa. Hem, tuambie kuna siri gani kwenye comedian, labda unataka kutambia kwamba Mtanzania au kijana mwenye kipaji cha uigizaji anavyowaona nyie watu wa comedy amba mnaendesha maisha yenu vizuri, mnaishi vizuri, kama sasa huko Zanzibar umefungua platform yako na una wadau kama hivyo, unapata wageni tofauti na wasanii mbali kutoka nje za nchi. Labda unataka kutuambia labda comedy kuna siri gani kiasi kwamba mtu tu kwenye comedy baada ya masaa kidogo tu maisha yashakuwa mazuri yani? Je, unataka kutuambia ni promotion au labda kuna utaratibu ambao nyinyi mnakuwa nao, labda mnasimamiwa na managers ambao wanatia nguvu katika support kazi zenu na vitu kama hivyo, na kuwafanya mao na maisha ambayo mazuri na kutoka katika maisha magumu na kuendelea kwenye maisha mazuri zaidi? Kuzungumzia pesa bwana, hiyo ni riziki, ni Mungu tunapanga riziki. Kwa mimi ushauri wangu mkubwa kwa labda kwa vijana wanaoangalia huko, wanaoangalia wenye perception, sababu mimi na I own platform, napata shida ya comedian, unakutana leo na mtu aje kuperform popote, ndio mimi na platform nahitaji tuje tufanye perform, afu hiyo siku sababu anaona comedians kule wanalipwa hela nyingi, atakwambia bwana mimi kwa unalipa shilingi ngapi, unaweza kuperform wapi? Umeona? Kwa sababu anaamini kweli kwenye comedian kweli kwa sasa hivi kuna hela kwa sasa hivi, lakini hizo hela utaipataje? Kabla je kuipata, it's mean you need to ujitengeneze mwenyewe, ujibrand mwenyewe. Kwa ni vitu ambavyo vinahitaji muda. And kwa Zanzibar
be honest, kwa Zanzibar kuna opportunity ya hela nyingi kuliko bara, ila tukubali kupitia hizi process ya kujitengeneza msingi, then ndo tuje to make hizo hela. Bara wameanza ku make hela, tumeanza kuona hela zinaanza kuja hii 2024 2025, lakini 2016 2015 2010 wakina Evans Bukuku walivyokuwa wanafanya show zao walikuwa wanatengeneza msingi. Umeona, kwa Zanzibar tutengeneze msingi, ila pesa ipo, pesa na ipo kweli, yani kwa Zanzibar trust, pesa ipo nyingi, kwa sababu Zanzibar tuna luck ya kuwa na audience, two audience, you have international audience, you have audience, local audience. Kwa pesa ipo, lakini tukiongelea pesa in general, kwa labda hata kwa comedian huko bara, cha kwanza umesema kwenye management, mimi nashauri you have to have management kwa mtu yoyote kama unafanya entertainment, sababu mwisho wa siku inabidi ujue wewe ni msanii tu. Pengine wewe unaweza kuwa ni mzuri sana kwenye masuala ya entertainment, lakini in business wise hauko vizuri, au hujui kunegotiate na watu, hujui ku close deals. Kwa hiyo ni vitu ambavyo utahitaji ujifunze. Kwa hiyo ukiwa na management nzuri inaweza kukutengenezea mianya ya kupata pesa. Pesa ipo nyingi, sio tu kwenye stage. Ukitegemea hela za kwenye stage, hapana, hamna hela kwenye platform. Hamna platform Tanzania hii ambayo inalipa hela nyingi, na comedian wengi ambao unaona nunua magari hawapati hela kwenye platform hizo jukwani, wanapata hela nje ya platform. Lakini sasa management zao hizo na wao wenyewe wajitengeneza, na platform zenyewe zilivyotengeneza. Platform kazi yake ni kutengeneza thamani ya wewe, kutengenezea comedian wewe thamani yako. Labda let's say mimi nikiisha kuwa na comedian labda 5 wa Zanzibar Comedy Club, platform kama platform si tutaputi standard kwa comedian kutoka Zanzibar Comedy Club perform nje ya Zanzibar is 5 million. Umeona, platform ndo kazi yake ni kutengeneza pesa ambazo utaenda kuperform ukihitajika nje ya platform yetu, si ndani ya platform. Sisi tupo kupa jukwaa, so ukipata jukwaa ukitumia vizuri you can make it a lot of money. There is a lot of money. So kila unayemuona kafanikiwa ukafikiri kwamba kila anachokifanya ndio kinamletea mafanikio. Ina maana kuna watu muhimu ambao wako nyuma yake wanaomsimamia na kumzingatia katika shughuli zake za kisanaa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kijana ambao Kitanzania ambao mwenye kipaji, unaamini juu ya kipaji chako na unaamini kupitia wadau kama hawa Zanzibar Comedy Club ambao wenyewe wapo kwa ajili ya kusupport talents ambazo wewe ndio unaamini ni malengo mahususi na kuendesha maisha yako kwa ujumla, na kusaidia wengine pia ambao wanakuona wewe kama kioo na kuiga mifano muhimu na mizuri kutoka kwako. Kwa hiyo inabidi pia wewe umejipanga na utambue kwamba hii sanaa sio kitu cha mchelele mama, si kitu cha mchezo. Inabidi wewe inabidi umefunga mkanda na usitegemee leo ukianza leo kesho upate. Inabidi upoteze time, upoteze muda na uinvest juu ya kile ambacho unakifanya. Leo niko na my brother hapa kutoka Zanzibar Comedy Club ambaye yeye ni founder, ambaye yeye kupitia yeye na kama alivyokueleza kupitia stories zake na kupitia historia yake juu ya alivyofika Zanzibar mpaka kufungua hii platform, si kama leo kufikia hapa ndo amepata kikubwa, lakini kupitia juhudi zake na harakati na kutokana na watu ambao anashirikiana nao mpaka leo, ndio maana unaweza kuona anaweza kushirikiana na wasanii kutoka nje na amepata connection kubwa kiasi kwamba leo hii wasanii unaowafahamu wa comedy wanakuja kuperform na wanamheshimu mshikaji na anaendelea kupush na kusupport his talent. So wewe ambao unaona watu wanaishi kwa mafanikio makubwa, usifikiri mafanikio yanakuja kiurahisi. So kama unavyoweza kuona anavyokuelekeza jinsi namna gani aweza kufanya kipaji chako kiweze kufika kule, muhimu ni kujituma na kupambania. Sisi Dance Beats TV as usual, unajua tuko mtaani na sisi watoto wa mtaani. Lengo la dhumuni ni kukuelimisha wewe kijana wa Kitanzania ambaye unaamini juu ya kipaji chako ulichojaliwa na Mwenyezi Mungu kinaweza kutoa hatua moja kwenda hatua nyingine, na si kukaa kubweteka na kulaumu watu. Sasa brother, labda kwa ufupi sana sababu tukielekea kufunga interview yetu, unaiona wapi Zanzibar Club Comedy tangu ulipoanzia mpaka hapa sasa ulipofika na huko unakoelekea? Muitikio wa watu kuanzia wasanii husika, audience, pamoja na wale ambao wanakusupport katika kazi zako. Unaiona wapi Zanzibar Club Comedy kwamba inafika wapi, au baada ya miaka kadhaa unaiona itakuwa imefika sehemu gani? Baada ya miaka kadhaa, naomba hii interview
ninaomba niipate na mimi niweze kuitunza, nije nirudie baada ya hiyo miaka 5 mbele, tuje tuwaoneshe watu tulizungumza hichi kitu. Zanzibar Comedy Club inaenda kuwa first, tunaenda kuwa platform ambao ndio itakuja kulipa watu wasanii local hela nyingi kwa Tanzania. Trust me and trust God. Naenda kuwa platform pekee ambayo itakuwa ni tunnel, yani tunaenda kuwa bridge ya nafasi ya comedian wengine kutoka local kwenda kuperform international. Kama as you see, tofauti na kuwa sisi Zanzibar Comedy Club tumeweza kuleta kuwa na international show kama 2. Show ya kwanza tulikuwa na Marcus Lion, show ya pili tukawa na Robin kutoka South Africa ambao aliperform Futopia, Futopia. Huyo Marcus alikuwa anatoka wapi? Marcus Lion anatokea Australia. Pia tulikuwa na one of the biggest comedian, female comedian, also she from Australia, ambaye hakuperform Zanzibar Comedy Club, lakini hatakuwa na show, postpone kuperform kwenye platform nyingine hapa Zanzibar inaitwa Mapepe Comedy. Anaitwa Anisa, wanaomfuatilia Anisa, one of the biggest comedian, anakiwasha, na tuna comedians wengi ambao international ambao wanaomba kuja kuperform, ambao tunaposti Arusha, Punchlines. So ni mfano tosha kuonesha kwamba tunaenda kuwa platform kubwa sana hapa Afrika, kama si duniani, ni Afrika. Kwa lengo kwanza ni kuboresha maisha ya comedians, na kitu kingine tunaenda kuwa daraja international comedian, the quality, the quantity, everything. Okay, sisi tunafahamu kwamba Zanzibar Club Comedy ina deal na comedians. Sasa tunataka kufahamu, tunaona platform zingine kama Cheka Tu huwa zinaandaa matamasha, mashindano ya kutafuta vipaji mbalimbali vya wasanii ambao chipukizi wanachipukia, na tumeona katika wasanii chipukizi ambao waliochipukia wengine wameshakuwa ni mastaa na wanaendesha maisha yao na ni wakubwa kwa sasa. Labda Zanzibar Club Comedy inadili zaidi tu na international artists ambao tayari washatoka au ambao wanajua, au na nyie mpango wenu uko vipi katika kuvumbua vipaji vya Zanzibari ambavyo viko hapa Zanzibari, kuweza kuvileta juu na kuvitambulisha kwenye jamii, au weza pia vingine ambavyo vipo Tanzania kiujumla? Vipi mpango wenu katika hilo, au nyie mko kwa ajili ya performance tu? Hapana. Zanzibar Comedy Club tuna slogan unasema, we are not only platform for stage or people to perform, we are a movement. This is a movement bro. Tunaenda kuwa na comedy search, hichi kitu ndio nimekiongea hapa exclusive hapa. Tunaenda kuwa na Zanzibar Comedy Search. This is exclusive kutoka Dance Beats TV na mwanangu founder kutoka Zanzibar Comedy Club. Next year tunaenda kuwa na Zanzibar Comedy Search. Hiyo ni mahususi kwa ajili ya comedian hapa Zanzibar. Tutazunguka Unguja nzima hii, tutazunguka Pemba. Ni baadhi ya wadau tu ndo tunawasubiria, baadhi waingie on board. Watakapokuwa on board, ni swala la muda. Next year tunaenda kuwa na Comedy Search. Why tunahitaji kuwa na Comedy Search? Sababu tunaenda kuvumbua talent nyingi za comedians. Pia licha ya kuwa na Comedy Search, tutakuwa na madarasa ya kufundisha lugha kama Kiingereza na Kifaransa. Zanzibar Comedy Club tuko well connected na baadhi ya platform za East Africa na nje za comedy, ambao pia tumetengeneza makubaliano kama platform za hapa East Africa. Tumetengeneza makubaliano ya comedian kwa huku kutoka kwenda kule, wao kuja huku. Kwa sasa hivi hatuna comedian anayetoka hapa kwenda kule, kwa sababu still bado hatujana na comedian. Ndio maana unaona wao ndo wanakuja. Ndio maana tunaenda kuwa na Comedy Search. Tuna connection nzuri na platform moja iko Ufaransa na Belgium. Tuna gap na hii pia labda exclusive kwa comedian yoyote ambaye upo Tanzania, hauta kama utoke Zanzibar, you think unaweza kuperform Kifaransa, ni cheki mimi
kuna stage zipo nyingi huko zinawahitaji. Kongo hapo tu wanahitaji watu comedian Kifaransa. Kwa hiyo tutaenda kuwa na Comedy Search kwa mwakani. Comedy Search ina madarasa ya lugha kwa washindi atakaopatikana hivyo, kuweza, lengo letu ni kuibua vipaji, lengo letu ni kupa nguvu, kuempower youth, vijana, sio tu kuwapa stage ya kuperform. Hapana. Lengo letu si mimi binafsi nimetoka sehemu ambayo nilikuwa nahisi sipewi nafasi, umeona, nilikuwa nahisi nanyimwa nafasi, hali ya kuwa naona nina uwezo wa kufanya, umeona. So sasa hivi nina platform, so I know the feeling ambao mtu anajifeel kama akitreatiwa as a underdog. So mimi hicho kitu I don't want kwenye platform yetu watu waje I feel. Ndio maana moja ya ndoto yetu, goal yetu ni kuempower young, not comedian tu, young people, vijana wadogo, watu wakubwa, ila ni kuempower. Ndio maana tutaenda kuwa na Comedy Search, tutaenda kuwa na activity nyingi sana, nyingi. Ndio maana nakwambia Zanzibar Comedy Club, kwa mimi binafsi ninavyoiona in 5 years is something else and I can't even imagine. Sawa. So labda kitu cha mwisho ambacho anayekutazama sasa, msanii ambaye yuko saizi kwenye kioo hapa anakuangalia, anataka kujua labda nyie mnafanya kazi Zanzibar, na tunajua Zanzibar ni mji wa kitalii, na sisi ni Waswahili, tunatumia lugha yetu ya Kiswahili. Labda mtu kuwa katika Zanzibar Comedy Club anapaswa kuwa ni mtu wa aina gani? Anapaswa kuwa labda anatumia lugha za aina gani? Sababu kama ulivyosema una deal na international kwa sasa, labda kuna mtu ana kipaji kikubwa lakini yeye hajui, ana Kiingereza, ana Kifaransa, ana nini, anatumia Kiswahili. Nini vigezo ambavyo nyewe mnavyoviangalia zaidi katika Zanzibar Club Comedy? Huyo ni mtu wetu kabisa, yani yeye aje, kwa sababu Zanzibar Comedy Club tunaenda kwa Comedy Search, sio haitakuwa ya Kiswahili, haitakuwa ya Kiingereza, Comedy Search ya Kiswahili. Na maana tunaenda kuwa na, hatuwezi ukasema Jay-Z, hatukumjua Jay-Z kabla Marekani hajamjua Jay-Z. Unaona, itakuwa ni kichekesho kwamba useme tu una focus international wakati huku watu wakija huku bara, wakija huku hawajui Zanzibar Comedy Club. No, we need, yani hao watu ndio tunawahitaji, yani wanao perform Kiswahili. Sababu mimi mwenyewe ni mwaka wa pili kama sio wa tatu ndo nimeswitch kwenye Kiingereza. Kwa watu wakiangalia performance zangu za Kiingereza utaona ni na zile nina stack na broken English yetu. Kwa ni watu ambao as long as tukiachana kwamba una talent, as long as una passion ya kufanya comedy, unahisi yani kwenye moyo wako kwamba mimi nataka kufanya comedy, wewe tucheki. Au mambo mengine ni kujifunza, tutajifunza, utaelewa, utakutana comedians na workshop, utakuwa informed, utafanya kitu kizuri. Okay, sasa la mwisho kabisa, nini ushauri kwa wasanii ambao sasa wanakutazama? Na nini ushauri kwa wasanii ambao mnaendelea kufanya nao kazi na ambao wako kwenye platform ya Zanzibar Comedy Show? Nini ushauri unaotoa kama ukiwa kama founder katika Comedy Club Show, kwamba nini waboresha au nini wafanye zaidi kuweza kuboresha zaidi na kuonesha utofauti na comedians wote ambao wanafanya comedy hizi au kazi hii katika bara lote la Afrika au katika Afrika Mashariki? Nikianza kwanza na comedians ambao tuna perform nao, ambao tunafanya nao kazi, sio tu Zanzibar Comedy Club, au hii ni kwa comedian wote ambao tayari wana majina au tayari ni comedian. Mimi ushauri wangu waandikeni mbwa nyinyi. Waandike kweli, waandike sasa hivi hawa comedian unaona wengi wakubwa waache kazi wafanye kazi. Wafanye kazi, yani waandike kweli, andikeni. Kwa comedians wadogo, sali sana, andika sana, kuwa na tafuta comedian yoyote ile au hata mwanao, jipendekeze tu, ongea naye, piga naye story kama nini. Hata mimi niko free, unaweza kanicheki, piga story, muulize how to be a comedian, kuwa karibu nao, angalia comedy, be humble. Kikubwa hii ni kwa wote, sali sana. Okay, mbali na kusali sana, labda kigezo kingine zaidi ni kipi katika age? Labda kuna mnaruhusu watu wazima, vijana, watoto wadogo na vitu kama hivyo, au mna ile rank yenu ambayo mmepanga kwamba sisi tunaanzia katika umri huu mpaka umri fulani?
kiumri hiyo ni serikali. Unajua ukija kumpandisha mtoto pale on stage ke perform, kesho serikali itakuja nifuate child labor. Ila kama unafanya comedy you just do it. Ujue usanii talent haina umri, haina age, ni kwamba hii ndio age specific. Hata Mungu aliweka kwamba hichi kipaji ukiwa na umri kadhaa ndo ukifanya. Hapana, kipaji ni wito, ni kama unabii, ni kama okay, labda unabii ndo unalika huo machua, lakini kipaji is beyond. Yani wewe fanya kisi fanya karibu. Kuna vijana mwingine, kuna kijana mmoja ni mdogo bado hajapata nafasi ya kuperform, yuko hapo Zanzibar, is the very best. Show yake ya kwanza mimi naiona anaua, na nimeperform naye stage moja, mimi nimekufa, yeye kaua. Tuko naye Zanzibar Comedy Club, tumemuiba. Yeah, hamna specific age. Hao mambo mengine baadaye ni vitu ambavyo vinadiscussiwa hata na serikalini, kwamba kwa nini nikaperform, huyu ni mtoto sijui nini. Ni vitu ambavyo kuna sheria zake, ukizifollow atapata nafasi, ataperform. Alright, mimi nakutakia kila la heri katika kazi yako unayoifanya brother, na thanks for the time. Tumeongea mambo mengi kwa uchache huu, na imani vitu vingi mmevielewa na vitu vingi mmepata kuelewa na kupata elimu kidogo kupitia brother hapa, ambaye yeye anakuelezea, na yeye ni founder na ndo host mkuu ambaye anaendesha ile gurudumu hapa Zanzibar. Na nyie wa Zanzibari, watoto wa Kizanzibari ambao mko hapa, mnaamini mna kipaji cha uchekeshaji, mnakaribishwa sana. Hii haina ubaguzi wala haina mtu yoyote, yani wote mnakaribishwa, kwa sababu iko kwa ajili ya kufanya wewe kijana kutoka katika nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Sisi hatuna mambo mengi. Dance Beats TV as usual, know when you see me, ASB Louis the Boy. Niko na vijana wenzangu ambao sisi wote ni wanaharakati, tunapambana na tuna lengo na dhumuni kusogezana kufika kule. Wewe ambao utuelewi uweze kutuelewa na ujue kwamba nini ambacho sisi tunakifanya. Kwa leo tulikuwa na brother hapa ambaye yeye ana host Zanzibar Comedy Club hapa Zanzibar. Bana, nilishuhudia show moja, ilikuwa ni moja bonge la show, na ilikuwa ni international, ilikuwa moja bonge la show kali sana, ambayo wengi walitoa comment zao na wengi walifurahia sana. That's why leo tuko kwenye meza hapa tukizungumzia swala hili. Kwa brother, mimi nashukuru sana. Kwa majina, labda ungetaka kufahamu, unataka kujua page zenu za platform yenu mnapatikana wapi na wapi, na wanakupateni vipi? Kwa vijana ambao wanakutazama, labda ungehitaji kukufahamu na kukufuatilieni na kuweza hata kuweza labda kuhitaji kujoin na vitu kama hivyo, mnapatikana vipi na watu wakitaka kuwatafuta wanawapata vipi? Zanzibar sasa hivi ni vyepesi sana. Unaenda Instagram pale, unaandika Zanzibar Comedy Club, tuko wenyewe, utatuona. Logo yetu ni ya njano mnazi pale. Ukihitaji kunitafuta mimi, naitwa Amil Mafta. Instagram naenda kwa official Mafta. Namba zetu ni 0717 104458, ndio namba ambayo anytime utapiga. Ukihitaji kutu email ni kwa Zanzibar, ukihitaji ku email kupitia Zanzibar utaandika hello@zanzibarcomedy.org. Ukihitaji my personal email ni amilabdullahmafta250@gmail. Yeah, hivyo tunavyopatikana. Yeah, na sisi Dance Beats TV, tembelea ukurasa wetu wa Instagram pale as Dance Beats TV online. Nenda YouTube pale ka subscribe, ka like, comment, uweze kuongeza followers na comment nyingi, subscribers za kutosha. Hizi interviews tunapokuwa tunakuja na watu ambao wanafanya wadau wanaohusika na masuala ya entertainment Tanzania nzima, basi unaweza kuwapata. Sisi tunadili na local, especially underground from the upcoming. So tuko hapa kwa ajili ya kupush, lakini hawa tuko katika platform kubwa sana ambayo tayari isha push na iko mbali sana. Kwa